Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu, katika ndani ya Ramadhani nilitoa video kuhusiana na kuweka sawa maneno ya yule ambaye amenasishia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa yuko katika mahala au yuko mbinguni. Na kwa bahati nzuri kuna mdogo mmoja akaja akairudi ile clip yangu, na kwa bahati mbaya sikupata kwa muda maalum au kwa muda wa haraka. Nilipata takriban Ramadhani ya mwisho siku ya Ijumaa ndio kuiona video yake, nikasipata video yake. Alhamdulillah, nimesikiliza vizuri audio zake, lakini kwa ukweli au masiti makubwa sikuona tofauti yake yeye na baina ya Ndege Kasuku. Yaani kwa mazungumzo yake yeye na Ndege Kasuku sikuona tofauti katika hilo, sababu ni mtu ambaye anaonekana anasoma ibana kufasiri ibana kama ilivyo bila kuzungumza muradi na makusudio ya kilichokusudiwa. Sasa nipenda kwanza leo niyote mbele yenu muone na mumsikilize anazungumza, kisha insha Allah taala nitakuja mimi kuzungumza juu ya hilo. Pamoja kwamba kwa hoja nilizokuja nazo hakuweza kuzirudi hoja zenyewe. Insha Allah taala mtamsikia kisha nitakuja kueleza namna gani hoja kwa kujibu na namna gani alishinda kututia hoja ambayo mimi nilikuja nayo insha Allah. Sasa hebu msikilizeni, kisha mimi nitakuja kuweka sawa insha Allah kile kilichokuja nacho. Anasema kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Basi hii hadithi ipo katika Sahih al-Bukhari kweli, katika hadithi ambayo ni hadithi ya 7418. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitaja hadithi refu, alafu akaja akafikia muda akasema qal kana Allahu wa lam yakun shay'un qabla, alikuwepo Mwenyezi Mungu na hapa kukuwepo kitu chochote kabla yake. Wa kana arshuhu ala alma, na arshi yake ilikuwepo kwenye maji. Thumma khalaqa as-samawati wal ard, kisha akaumba mbingu na ardhi. Wa kataba fi dhikri kulla shay'in, na akaandika katika ukumbusho huko kila kitu. Hivyo ndivyo ilivyokuja katika hadithi. Lakini huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye anazungumza tena kusema kwamba Mwenyezi Mungu yuko kwenye arshi yake. Anasema kwamba inna Allaha kataba kitaban, hakika Mwenyezi Mungu ameandika kitabu, fa huwa indahu, basi kitabu hicho kipo kwake yeye, fawqa al-arshi, kiko juu ya arshi. Fa huwa indahu, basi kipo kwake yeye, fawqa al-arshi, juu ya arshi. Na huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye anayesema kutoka katika hadithi nyingine. Anasema katika hadithi nyingine, inna Allaha lamma qadha al-khalqa, kama Mwenyezi Mungu alipomaliza kuumba, kataba indahu, ameandika kwake fawqa arshihi, juu ya arshi yake kwake, inna rahmati sabaqat ghadabi, hakika rehema zangu zimezidia ghadhabu zangu. Hivyo ndivyo ambao wanavyosema. Tayeb, kama tuomsikia katika klipu yangu hii asli nilijenga hoja kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru. Na alipokuja hoja hii hakwenda kuirudi, sababu ni hadithi ambayo thabit kwa sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo baada ya kushindwa kutoa kujibu hoja hiyo, akaja na maneno mengine ya ziada. Kwa hiyo tunasema kwamba nukta ya kutoa kwanza hoja hajajibu, na ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ile hoja kwamba Mtume anasema kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru. Kwa kuwa hoja hii ameshindwa kuijibu, akasema kama mlisikia, hata huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio aliyosema Mungu wapi? Kwa mbinguni. Maana yake anakubali kwamba hoja aliyoitoa ni sahihi, kwamba Mungu Mtume akasema kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu, lakini huyo ndio kasema hivi kwa Mwenyezi Mungu yuko mbinguni. Maana yake anajenga sura na picha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake yanagongana. Maneno Mtume ndani yake ana nini? Amgongana. Maana anamtuhumu Mtume, kwa nini usema hivi na huku unasema hivi? Kwa hiyo kwanza anamtuhumu Mtume katika jambo ambalo yeye hakulifahamu na hakulielewa. Kumtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo ambalo yeye hakulifahamu, kwa yeye Mtume akasema hivi na huku tunakasema pengine. Na hii ni sababu atumia logic yake, akili yake, afanye kama atumia akili. Yaani atumia akili kuifahamu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kurudi kwa wanazuoni wanasema nini kuhusiana na hicho kuzungumza. Sasa tuseme kwanza hoja ameikubali alhamdulillah, na ameshinda kuirudi hoja tulioitoa. Kwa kuwa ameshinda kuirudi hoja, tunaangalia sisi tunaingia kwenye hoja yake aliyokuja nayo, zile hadithi alizotumilia
kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu ni mkazi wa mbinguni. Tunamwambia hii si sahihi na wala umefahamu kinyume na makusudio ya hadithi hizo. Kwa sababu kauli yako mara unasema Mungu yuko mbinguni, mara unasema Mungu yuko juu ya arshi. Hatufahamu unakusudia nini? Yaani imani yako wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni tujenge hoja na masala katika hili. Tukuulize kwa sababu umesema kwamba wewe ni alimu, ni mwanachuoni, ni kadha, unajua. Sasa tujenge hoja juu ya swala hili ambalo ni muhimu, kwa kuwa linaenda kwa mtu ambaye ni mtaalamu, huenda kaja na majawabu yaliokuwa mazuri zaidi na yenye kufahamika. Kuna kitu mbingu, na kitu arshi, na kuna kitu kursiyo. Hivi vitu vitatu hivi ni vitu tofauti. Kuna mbingu, kursiyo na arshi. Kwa mujibu wa itikadi yako wewe na imani yako wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naomba ukirudi utuambie imani yako wewe kwa Mwenyezi Mungu yuko mbinguni au juu ya arshi, sababu najua mbingu ni kitu mbali na arshi ni kitu mbali. Sasa utakaporudi tuambie Mungu yuko mbinguni au yuko juu ya arshi. Pili, mbingu ni kiumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia arshi ni kiumbe. Utakaporudi tuambie kabla Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaumba mbingu na arshi, aina kana Allah, Mwenyezi Mungu alikuwa yuko wapi ili leo awe yuko juu ya nini? Yuko juu ya arshi. Swala tatu katika hilo, tuambie kwa mbinguni, tuambie kwa mbingu ya ngapi? Kwa sababu mbingu najua ziko 7. Sasa iko mbingu ya ngapi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo haya ni masala matatu ni muhimu ambayo ukija insha Allah Ta'ala na kuomba uweze kutujibu katika hili. Na kwa kuwa hukuweza kujibu hoja juu ya hoja iliyokuja nayo, basi na haja kuzidishia hata dalili nyingine juu ya hilo, sababu tayari hizi zinakutosha. Lakini tuache tuseme ya pili ambayo alizokuja nayo kuzungumza katika kipindi hicho, ili umsikilize anazungumza kisha mimi niweke sawa katika hilo ambalo alizungumza inshallah. Yani huyu jamaa hafarakanishi baina ya sifat الفعلية na sifat dhatia. Sifati fi'liya Allah subhanahu wa ta'ala huja asifanye huko mwanzo, lakini akaja akaifanya baadaye. Allah subhanahu wa ta'ala atafanya vitu siku ya kiyama ambavyo hakuvifanya mwanzoni kabla ya kuumba. Atafanya vitu siku ya kiyama ambavyo hakuvifanya mwanzoni alipokuwa kabla ya kuumba. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo hakuwa ni mwenye kukaa kwenye arshi yake, lakini baada ya kushiumba arshi akakaa katika arshi. Mathalan Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa mwenye kuumba mwanzo, utamuondoshia sifa ya kuumba? La, mwanzo hakuwa mwenye kuumba alafu akaja akaumba. Hizi ni sifa za vitendo ambazo Mungu huwa anafanya pale anapotaka kufanya. Kama Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atakuja kwa viumbe wake, na ukitaka kuja kutumia akida zako za Ash'ari, kwa sababu akida ya Ash'ari anaijua ndani nje, ni akida ya Ash'ari anaijua ndani, huja nikasema anaijua kuliko tayari akida ya Sunnah wal Jamaa, naijua ndani nje. Kwa sababu wajaa rabbuka, utasema amru rabbika, yote tunataka yote uje nayo. Kama utamfanya hivyo mtu yote atakayepata vile, basi amtumie alafu aje aradi kwa kupitia hadithi, asitumie maneno ya mwana, atumie maneno ya Imam Tahawi. La, tunataka maneno ya mtume, na sababu atakuthibitisha kwa maneno ya mtume. Naam, kama mmsikia akizungumzia sifa za vitendo na sifa za dhati, yani anakusudia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vitendo, kwamba anazukiwa na sifa hizi, yajuzu Mwenyezi Mungu kuzukiwa na hizo sifa ambazo ni sifa vitendo. Sitomwambia maneno mengi juu ya hili, akitampa kauli Imam Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu, ili angalie yeye ni sahihi kwa Mwenyezi Mungu kuzukiwa sifa mpya ambazo yeye anadai kwamba katika sifa afali Mungu alikuwa yuko juu ya arshi, lakini akaja kukaa juu ya arshi. Kwa hiyo maana yake akusudia kwamba Mwenyezi Mungu anajuzu Mwenyezi Mungu kuzukiwa na sifa mpya. Al-Imam Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu anasema, man i'taqada annahu ay Allah, yeyote ambaye atakayetakidi yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala taqumu bihi sifa, kwamba kuthibitikiwa yeye na sifa haditha, sifa yenye kuzuka, atakuwa na itikadi kwa Mwenyezi Mungu yajuzu wake yeye kuthibitikiwa na sifa mpya, au shaka au kati ya shaka, je hii sifa Mungu ni haditha au ni azaliyo? Yani imma akasema ni sifa, akasema kwa moja sifa hii ni hadith Mwenyezi Mungu yajuzu, au kati ya shaka sifa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au tawakafa au akasita, maana hasemi sifa Mwenyezi Mungu ni hadith au ni azaliyo. Imam Abu Hanifa asema fa huwa kafir, huyo nani? Ni kafir. Kwa hiyo haisemi Mwenyezi Mungu Subhana kuwa anazukiwa na sifa mpya. Ndio maana
Huyu bwana kama mtamsikia alipinga maneno ya Imam Tahawi radhiyallahu ta'ala anhu. Lengo lake ni kuja kuyaleta haya maneno ya kipumbavu ndani yake. Jinsi tulikuwa na Imam Tahawi radhiyallahu ta'ala anhu anasema, wa kama kana bi sifati azaliya kadhalika la yazalu alayhi abadiya. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo alivyokuwa yeye anasifikana kwa sababu ambazo hazina mwanzo, hivyo ndio Mwenyezi Mungu asifiwe sababu asikuwa na mwisho. Akamwambia sasa kama hivyo basi Mungu atakuwa alikuwa kabla ya umba, basi alikuwa yeye hakuwa ni muumbaji? Hapana. Imam mwenyewe aliendelea akasema, baada ya kusema wa kama kana bi sifati azaliya kadhalika la yazalu alayhi abadiya, akasema laysa ba'da khalqil khalqi istafada isma al-khaliq. Haikuwa eti baada ya kuumba viumbe ndio Mungu akapata nini ya kwamba ni muumbaji. Maana Mwenyezi Mungu alisifiwa sasa kuumba kabla ya kuumba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa ya kuumba alikuwa nayo kabla hajaumba. Si kama nilivyosema kwamba Mwenyezi Mungu baada ya kuumba arshi na ukaa juu yake ndipo kwa sababu nini ya kukaa juu ya arshi. Hii sifa ya ilhadi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hivyo Mwenyezi Mungu wala haijuzu. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza na ni mukaddimatuhu, natangulia kuzungumza, lakini sehemu yenyewe na hoja zinaenda kuja mbele insha Allah Ta'ala. Karibuni katika kufuatilia vipindi vyetu insha Allah Ta'ala, ili kumweka sawa bwana alishanganikiwa kutokana na yale ambayo anakuja nayo. Billahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.